Kijana mmoja mhubiri anakwenda katika nchi fulani kuhubiri. Anapofika katika nchi ile, anapewa kijiji fulani kwamba hapa eneo hili kuanzia mpaka huu mpaka mpaka ule ndipo utakuwa ukihubiri. Huo mpaka una kadri ya watu 600, na kwa hivyo akaambiwa kwamba utakuwa unakula chakula katika familia moja kwa siku moja, ukienda kwa familia nyingine moja kwa siku nyingine, mpaka unapomaliza hawa watu 600 ndipo utarudi kwa yule mtu wa kwanza. Siku moja alifika kwa yule mtu wa mwisho, yule mtu wa 600. Yule mtu alikuwa ni mtu mcha Mungu sana. Pale nyumbani kwake alikuwa na mahali pa kuweka Biblia. Ni mtu mwenye kujiweza, ni mtu mlala heri. Ameshawacha pesa fulani mezani. Huyu mhubiri sasa alipoketi, upepo ukawa umeingia, manake dirisha ilikuwa wazi, mlango umekuwa wazi, na kuzipeperusha zile pesa na kuziweka ziwe kama zimetapakaa kila mahali. Akasema, huu upepo unatapakaza hizi pesa, wacha nizisanye pamoja ili wanapoingia wenyeji wapate hizi pesa nimewekea mahali pazuri. Za kuzisanya zile pesa, mtazamaji, aliziona, aliangalia pale sebuleni, nitaziweka wapi pazuri ili hata angalau upepo unapokuja mara ya pili usizipeperushe. Akaona pale penye Biblia, wacha niziweke pale. Kaziweka kando ya Biblia, pale palipohifadhiwa ile Biblia ama vitabu vya dini. Mankuli yakaja pale, chakula ikaja, wakala wakamaliza, kila mmoja akaenda shughuli zake. Basi mwenye nyumba alipomaliza kula akamuuliza mke wake, mke wangu, pesa nilizoziacha hapa mezani zimeenda wapi? Akamwambia, pesa sijaziona, imekuaje? Yule bwana akasema, mtu pekee ameingia hapa nyumbani kwetu ni yule mhubiri. Inakuwaje huyu mhubiri ametuibia pesa, ametuibia hela? Akasema, mhubiri anaweza kuiba hela kweli? Inakuwaje ameiba hela jamani? Yule bwana, manake alikuwa ni mchungaji wa kanisa, akasema, huyu mhubiri si mtu mzuri, ameninyang'anya pesa hivi nikiwa mchana kweupe, amechukua pesa. Manake hakuna mtu aliingia nyumbani mwangu siku hiyo, ni huyu mhubiri. Mkewe akamwambia, bwanangu, jamani, mhubiri sawa ni mbaya, lakini unapokwenda kutangaza vibaya unaharibu uhubiri wake. Mhubiri ni mbaya, lakini kazi anayoifanya ni nzuri. Yule bwana akasema, sawa basi nitasubiri, lakini huyu mhubiri ni mbaya. Siku usonga, siku ayami, siku kadhaa, siku zikaisha, na ikawa ni siku tena mara ya pili ya yule mhubiri kuja kula kwa yule bwana wa 600. Alipofika yule bwana aliumwa, akasema, sitasubiri sana, lazima nizungumze hiki, kimeniuma roho. Akamwambia, hivi mhubiri, ile siku ulipokuja hapa mbona ukaenda na hela zangu? Lakini mhubiri, kabla ya kujibu swali hili, mhubiri alilia sana baada ya kusikia swali hili. Yule bwana akamwambia, unalia na wewe ndio mwenye makosa, si umeniibia pesa, unajifanya unalia nini? Yule mhubiri akamwambia, silii kwa sababu pesa zako hujazipata, nalia kwa sababu na kuhurumieni wewe na familia yako, manake hamjaisoma Biblia kwa siku hizi zote mpaka nikarudi kwa miezi hii yote. Mungu mnayemwabudu mnamwabudu kwa uongo. Mungu anamkumbusha huyu mwenye nyumba kwamba unafaa kusoma Biblia kwa kisa cha kuficha pesa zake. Unapoamua kumtukuza Mungu, mtukuze, manake Mungu ndiye muumba wa vyote, Mungu ndiye mkuu. Shukrani siku zote mtazamaji, karibu katika Mwanda ya Maisha.